Nipo lakini ninalea watoto hapa kidogo, ndo maana nimemute, lakini nawasikiliza. Okay. Kwa hivyo unaweza ukatusaidia kwa sauti, sauti inaweza ikasikilika. Naona watoto wanasumbua sana, ndio maana. Oh, okay. Okay. Sawa, swali zuri kwamba kanisa ni nini? Unataka kujua kanisa ni nini? Kanisa tunasema ni mkusanyiko wa waumini au wa waamini au mkusanyiko wa watu. Kwa sisi tunaomfuata Kristo tunasema ni mkusanyiko wa waumini wanaomfuata Kristo. Okay. Na sio tu jengo. Na swali nyingine ukauliza, imani ni nini? Imani ni nini? Ndio. Ni swali nzuri. Imani ni kuwa na uhakika na mambo yatarajiwayo, bayana na yasiyoonekana. Tena iko wazi kwenye Biblia. Hiyo ni na definition yake inaishi kwenye Biblia. Kwa hiyo ndo imani. Okay. Lakini kuna swali nyingine amesema kwamba ukihitaji kwa upana tunaweza tukaenda kwa upana zaidi. Kuna swali nyingine ameuliza na najibu in short kwa sababu ameuliza swali sijui ni ngapi? Ni 3. Yes, nyingine ameuliza kuhusu kutengana sijui mama swali. Ameuliza swali kwamba mchungaji apata wapi mamlaka ya kumtenga muumini? Alafu akauliza swali nyingine, muumini apata wapi mamlaka ya kumtenga mchungaji? Muumini sidhani kama ana mamlaka ya kumtenga mchungaji. Samahani mtumishi, niliuliza kwamba muumini naye ana mamlaka ya kumtenga mchungaji. Jibu ni hapana. Ila muumini ana mamlaka ya kujitenga na mchungaji. Okay, muumini hana mamlaka ya kumtenga mchungaji, lakini anayo mamlaka ya yeye mwenyewe kujitenga na mchungaji. Haya, twende basi kwa mchungaji. Mchungaji utusaidie hapa. Mchungaji ana mamlaka ya kumtenga muumini. Soma kwenye kitabu cha Wow. Napata vitu vizuri leo. Yeah. Tunasoma kwenye kitabu cha Mathayo 18:18. Haya tunasema mamlaka ya kiroho. Amen. Kwa hiyo haya maandiko ambayo yako hapa au ile andiko ni andiko linaashiria maamuzi yanayofanywa na kanisa au duniani mzima kwa waumini kulingana na mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo anatambuliwa na kuidhinishwa na Mungu mbinguni. Amen. Kwa hiyo ni kufunga na kufungua. Ila tunatumia lugha kutenga, lakini imewekwa ni kufunga na kufungua. Okay. Kwa hiyo tukisoma kwenye kitabu hicho kinasema kwamba mtakachokifungia duniani kimefungiwa na wapi? Na mbinguni. Na wanaopewa haya mamlaka ni makuhani, na makuhani naweza nikasema kwamba sisi sote ambao tuko hapa na ambao na ikiwa sote ambao tuko hapa tunaishi kwenye ufalme wa Kristo. Na maana ikiwa sisi wote ni wa Kristo, na maana sisi wote ni wa nani? Ni makuhani. Na maana kila mtu hapa ukifika kwenye sasa ile tunayoitwa ni huduma fulani ambayo Mungu amekuita kwenye hiyo huduma, una mamlaka ya kufanya hivyo. Na ndio maana hata walimu wa kwaya wana mamlaka ya kutenga mtu kwenye kwaya, au hapa tunasema kufungia. Okay. Tunatumia lugha kutenga lakini tunafungia. So, unakuta mwalimu wa kwaya anaweza kusema tunamfungia fulani hata imba kwa muda wa mwezi. Hata imba mpaka pale atakapofanya nini? Atakapotubu makosa yake. Okay. Kwa hiyo tuna mamlaka hayo viongozi au makuhani ya kufungia mtu ambaye amefanya makosa, lakini pia tuna mamlaka ya kumfanya nini? Ya kumfungua. Okay. Kwa sababu pindi tunapomfungia sisi, na mbinguni amefanya nini? Amefungiwa. Okay. Na tunapomfungua sisi, na mbinguni amefanya nini? Amefunguliwa. Lakini pia kuna watu wanatumia hii lugha vibaya. Mimi nishawahi kutengwa. Okay. Niliwahi kutengwa kwa kosa la kurendeza mke wangu. Na siku mchungaji aliposimama kunitenga, hajatumia lugha ya kunitenga au kunifukuza.
alitumia lugha kwamba yeye amenitupa kwa shetani. Na ndio pale tunasema nini? Ukosefu wa nini? Wa elimu. Maana Biblia haijasema kwamba utupe mtu kwa, hatujapewa mamlaka ya kutupa mtu kwa shetani sisi. Sasa wewe unapokwenda kutupa mtu kwa shetani eti tunamwachia mikono ya shetani. Sasa ina maana wewe unanipeleka kwa shetani direct, ina maana umenitolea hukumu. Na sisi hatujaambiwa tuhukumu, ila tunaambiwa tufanye nini? Kufungia mtu na kumfungua, sio kwamba tunamhukumu. Maana unapomtenga mtu au kumfungia mtu, ni wakati mzuri wa kumsogelea yule mtu pia na kuwa unampatia sasa elimu itakayomfanya yule mtu ajutie makosa yake aliyoyafanya, ili apate nafasi ya kutubu, ili siku moja afanye nini? Akawekwe huru tena na kuendelea na huduma zake. Lakini unapotumia hii lugha ya kusema kwamba unamtupa kwa shetani, ni vigumu kuitengua. Maana wewe umehukumu mara moja, umetupa mtu kwa shetani. Ina maana ni sawasawa na wewe ulifilia ule mtu msalabani. Kwa hiyo wewe hujanifilia msalabani, lakini unaniambia tu umenitupa kwa shetani. Ni ukosefu wa maarifa, ukosefu wa elimu. Na ukosefu wa kutokuelewa Biblia. Maana huyu mtu alisoma kitabu gani? Kitabu alichokisoma kipindi ananitenga, alikwenda kusoma kitabu cha nani huyu Ayubu, alipowekwa mikono ya shetani. Kwamba Ayubu, Mungu alitengana na Ayubu akamwachia, eti mwili tunauweka kwa shetani, roho tunamwachia Mungu. Ndio lugha walitumia. Mwili tunauweka kwa shetani, roho tunamwachia Mungu. Na maana alisoma kitabu cha Ayubu kwa akakariri anavyojijua yeye mwenyewe. Nilipenda sana maneno alikuwa anazungumzia ndugu yangu Diguna. So ina maana amekariri vya kwake tu, vya kwake yeye mwenyewe, na akaja akaanza kuvitumia kanisani. Lakini sio kwamba ndo Biblia inasema. Na hapo anasema Mungu ndo anasema. Ndo ndugu anatumia Mungu ndo anasema. Lakini sio Mungu, ni vya kwake vimetoka kichwani mwake. Lakini asilimia kubwa ya makanisa yetu yote ulimwenguni, viongozi wanatumia ni kitabu cha Mathayo 18:18. Sasa huyu anayekwenda kutumia kitabu cha Ayubu ni vya kwake. Ndio pale tunasema ni vya kwake ambavyo yeye amejijengea, hakuwa anafanya hivyo. Ina maana huyo tayari yeye amepewa mamlaka yeye ya kufanya, ya kupeleka watu motoni. Asante sana. Lakini nimesema kwamba yeye ana uwezo, muumini hana uwezo wa kutenga mchungaji, ila ana uwezo wa kujitenga na mchungaji. Ni swali ambalo tumemjibu ndugu yetu aliyetangulia hapo nyuma kwamba ukiona uko kwenye sehemu ambapo elimu na imani ni tofauti, unaweza ukajitenga na huyo mtu. Kwa sababu ikiwa yule mtu ana mafundisho yaliyo kinyume na kukupeleka mbinguni, unapaswa kujitenga naye. Na kwa sababu hata Timotheo ametuamuru kwamba tujitenge nao. Akasema kukimbia ni lazima. Tusiwe nao ambao wana elimu tofauti na ambao tunatakiwa kufanya nini? Wenye mafunzo maovu. Kwenye Zaburi tunaambiwa heri mtu yule asiyekaa kwenye meza ya watu wenye mizaa. Sasa ikiwa ni mtu mwenye mizaa, jitenge naye, maana ni mizaa. Na maana atakupoteza. Ndio. Amen. Asante sana, nashukuru sana kwa majibu yako. Hapa kuna ndugu Kiza, aidha ndugu Echa, utauliza swali yako kisha nitamkaribisha bwana Dr. Jaja, Dr. tuliye naye kwenye Zoom yetu ya leo. Lakini kabla ya kukaribisha ndugu Echa, mimi nina swali kwenye majibu ambayo mchungaji aliweza kutoa. Lakini kuna ndugu aliomba kuuliza swali mpaka leo hajapewa nafasi, ndugu Dani? Oh, okay. Kutoka Echa akiuliza swali yake, Dr. Jaja nitamkaribisha kwa ajili ya kuweza kutoa highlight yake ambayo alionayo, then tutamkaribisha ndugu Jaji. Ndugu Dani kwa ajili ya kuweza kuuliza swali. Ila mimi tu nina swali ndogo kwa haya ambayo mwalimu ameweza kutoa, aidha mchungaji ameweza kutoa. Mara nyingi
mimi kanisani tunaona kwamba wanapotumia hizo lugha za kutenga na kupelekana kwa shetani, ndo nitasimamia hapo. Mtu akiwa anafanya huduma, alikuwa ni mwimbaji, alikuwa ni mpiga gitaa, alikuwa ni mhubiri, alikuwa anayefanya huduma tu, wanamwambia kwamba, wanatumia lugha kwamba tumemsimamisha kufanya huduma kanisani. Lakini mtu anapokuwa yeye hafanyi huduma kanisani, wanatumia lugha tunamtenga. Kwa nini hizi lugha mbili zitumike, ilhali watu wote hao wawili wanaingia kwenye hilo kanisa na hakuna yeyote anayekatazwa kufanya 1, 2, 3? Karibu. Asante sana. Nimeuliza swali. Kwanza, hatutengi mtu ambaye hajabatizwa. Okay. Ina maana tunayemtenga au tunayemsimamisha huduma ni mtu ambaye ameshabatizwa, asilimia ya makanisa yetu. Na tunapokwenda kutenga mtu, kuna mtu anaweza akawa na huduma ambayo inajulikana sana kanisani. Ndiyo. Kwa mfano huyo ambaye umesema ambaye anapiga gita. Inajulikana anafanya huduma ya kupiga gita kanisani. Lakini huyu mwingine haimbi, lakini kuna huduma anazifanya kanisani. Mfano sadaka. Anatoa sadaka, ni huduma. Lakini tofauti na kutoa sadaka, kuna kuombea sadaka, kuombea vipindi. Lakini kuna huduma zingine zile tunaita huduma za hata kufyagia, ni huduma. Ndio. Leta chakula kwa ajili ya wageni ni huduma. Kwa hiyo mtu anapoambiwa huyu tunamtenga, na ni mtu ambaye ana huduma nyingi sana, au tunamsimamisha, ni kuna ndani yake labda kuna huduma nyingi sana ambazo anazifanya nini, anazitoa pale kanisani, tofauti na ile ambayo inajulikana hii ni permanent ambayo fulani anaifanyaga. Kwa hiyo kama ni mchungaji tunamsimamisha kwenye huduma ya uchungaji. Lakini ikiwa ni mtu ambaye hana huduma yoyote ambayo inajulikana kama vile cheo fulani, maana tunapenda sana kuita huduma zetu eti ni vyeo. Lakini mimi huduma huaga siviiti vyeo, ni huduma tu. Maana tunapoita huduma zetu kwa vyeo, ndo pale tunaanza kujipandisha, wengine hawataki hata kuongea na wengine. So nishakuwa mchungaji, siwezi nikapiga story na John. Yeah. So kwa sababu anachukua ile uchungaji kuwa cheo, na ukichukua uchungaji kuwa cheo lazima iwe hivyo. Lakini jibu ni kwamba wote wanatengwa au wote wanasimamishwa, lakini wanapodetermine kitu fulani, na maana kile kinajulikana kwa huyo mtu ni kitu fulani sana kwa yule mtu, ndio maana kinakuwa kinazungumzwa. Okay. Yes. Ya, asante sana. Nashukuru kwa karibu, labda kuna kamsaada kengine ambako tupate msaada. Karibu hapo kiongozi. Okay. Na mimi niongezee hapo, hiyo yote majibu ambayo mchungaji amesema hapo ni nzuri. Mimi nataka kuongezea tu, vijana wenzangu, tujue kwamba wakati Biblia ilipokuwa inaandikwa kwa kutoka kwenye lugha yake ya asili kufika kwenye hii lugha yetu ya Kiswahili, ulikuta watu ambao watatafsiri hiyo lugha na wenyewe walikutaniwa wana mapungufu ya lugha. Okay. Unaweza kukatokea neno ambalo yule mtu alijui vizuri au analiandika tu ni neno, lakini kwa undani zaidi lile neno analikosea. Mfano hapo kutenga na kusimamisha ni vitu viwili ambavyo viko tofauti sana. Ndio. Biblia inasema kwamba vizuri kabisa yule mwandikaji asingeandika, sisi tusingekuwa tunasema kutenga, tungekuwa tunasema kusimamisha. Okay. Hiyo ndio kibiblia vizuri, ndio kazi yetu kama watumishi. Tunatakiwa tusimamishe yule mtu, awe anatoa sadaka, awe hana huduma, lakini akifanya kitu ambacho kinaweza kuwa fundisho kwa wengine na wakakiona kwamba ni kitu kizuri, kumbe sio kizuri, yule mtu tunamsimamisha kwanza. Lakini kutenga, kuna mtu mmoja tu ndiye atakayetenga watu, ambaye ni Yesu Kristo. Atatenga kondoo na mbuzi. Yeye ndiye atakayetenga. Amen. Maana ya kutenga ni nini? Ukisoma Biblia hiyo inakuambia kwamba tena inasema tujitenge nao. Maana yake nini? Sio sisi tutenge ule mtu, sie ndo tujitenge. Na maana sisi ndo tuende pembeni. Okay. Unaona sasa nani ya hiyo neno? Ndio. Ina maana mtu akifanya makosa
sie tumwachie kanisa, sie tutoke. Inawezekana? Kwa sababu Biblia inasema tujitenge. Mkiambiwa wewe ujitenge, hautamfanya mtu wewe ende. Wewe ndo ujitenge. Unaona sasa lugha inavyokuwa hapo. Kwa hiyo sasa hiyo lugha hapo, hicho Kiswahili kiko vibaya. Tungesema kwamba tusimamishe. Kwa hiyo na ndio maana Yesu yeye atakuja kutenga. Yeye hatakuwa na wale watu. Yeye atatenga, atadivize. Unaona? Ndio. Hapo ndo nilikuwa nataka ni. Asante sana. Tunashukuru kwa mchango wa majibu yenu. Tuzidi kukumbuka tu kwamba tunazungumzia kuhusu elimu na kanisa na jinsi gani ambavyo kanisa inasaidia vijana kusimama kwenye maadili haswa sana ya kielimu. Nimkaribishe ndugu yetu Echa kwa swali yake, kisha Dr. Jaja, si ndio hivyo ndo tulisema, si ndio? Kisha Dr. Jaja atatoa highlight yake, alafu nitamkaribisha ndugu Dani kwa swali. Karibu Echa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Shukuru sana kupata nafasi hii, ingawaje nilijoin hii meeting nyuma sana, nilipitiwa kidogo. Nikakuja kukumbuka kuona status ya Tumishi John na mchungaji Pastor Chris. Nikasema kwamba acha tu ni join, ingawaje nimetakuwa late kidogo. Mimi nina maswali mawili. Swali la kwanza ni kuhusu wachungaji. Je, mchungaji ana uwezo wa kumpeleka mtu kwa shetani kama lile neno alilolisema mchungaji Pastor Chris hapo? Na mimi nimeshawahi kulishuhudia kanisani ambako nilikuwa nikiingia. Mchungaji anasimama kwenye madhabahu na kusema kwamba huyu fulani amerendeza, tunampeleka kwa shetani. Vitabu vikasomwa, maombi ya kushindiria yeye kwa shetani akaombwa, mpaka nikajishika kichwani. Ndio maana niliuliza hilo swali tena ili nipate kuelewa vizuri. Je, mchungaji ana uwezo au ana mamlaka ya kumpeleka muumini au Mkristo kwa shetani? Na lingine swali ni la pili kuhusu hawa wanaojiita wana wa manabii, sijui niseme kwa waombaji. Kuna ile terme wanasemaka kwamba wao hawawezi kusoma Biblia, wao wanafundishwa Biblia na Roho Mtakatifu. Je, hiyo ni halali mtu kushindwa kufundishwa Biblia kwamba yeye atafundishwa na Roho Mtakatifu? Asante sana kwa maswali yako. Yangu mawili, asante sana. Asante sana kwa maswali yako sawa kabisa, na nishukuru kwa sababu hayo maswali yako yote mawili yameshajibiwa kwenye maongezi, aidha kwenye mazungumzo. Sasa kabla ya kumkaribisha Reverend Christophe kwa ajili ya kuweza kujibu swali, aidha ndugu yetu hapa kiongozi wetu wa vijana kuweza kujibu swali, nitatamani ya kwamba tuweze kuchangia, sababu hayo maswali mawili kwa sisi tulioingia mbele kabisa yameshazungumzwa. Kwa hivyo inabidi ifikie wakati ambapo wanaotufundisha hizo, wanaotusaidia kuchanganua mambo, angalau wanakuwa na uhakika kwamba ati tulichokiongea aidha tulichokisema angalau kimesikiki kwenye vichwa vya watu, aidha akili za watu. So nitakaribisha kwanza, sitamkaribisha kiongozi Christophe wala kiongozi wetu wa vijana. Na nitachagua tu randomly. Papa Masudi Mtendechi. Nafikiri ndugu yangu tumeanza Zoom tukiwa wote pamoja na mambo kama hayo yalizungumzwa tukiwa wote pamoja. Nikukaribisha usaidie tu kidogo, sio kwamba tunajua, usaidie tu kidogo kwa maswali ambayo ndugu yetu ameweza kuuliza. Wewe kama wewe unaweza ukajibu haje. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio, kwa majina naitwa Masudi Mtendechi, nimeokoka, nimebatizwa. Kwanza nitoe shukrani sana kwa wote kwa kutengeneza hii mjadala, sijui niseme meeting, kwa sababu kila kitu kinakuja kwa sababu. Ndio. Kuna kitu kinakuja bure. Tunaweza tukafikiri hapa tunaweka kama mchezo, lakini Mungu anajua hapa kuna shaba fulani ambayo inatengenezwa kwa ajili ya kazi yake. Amen. Ndio, mimi naweza nikasema kwamba nitajibu, lakini nitajibu tu kwa pamoja. Asante. Nitajibu kwa pamoja, nitajibu in short, lakini nilikuwa napenda tu niseme
kujazia kidogo kwenye kumsaidia ndugu James ya kutokana na swali lake fulani ambalo aliuliza mwanzoni kuhusiana, alikuwa anaingia huko akaingia na huko akaona hapa hapana sawa, sijui atoke, sijui afanyeje, sijui nini, kuna vitu kwa tofauti. Ndio ndugu Biaombe. Kwa hiyo mimi nitaenda kidogo kimaandiko. Okay. Nitaenda kidogo kimaandiko kama kuna uwezekano. Ndio. Tusome kitabu cha Ufunuo 18:2-4. Ufunuo 18:2-4. Kama kunaweza kuwa mmoja wetu ambaye anaweza kuwa tayari anaweza kutusaidia. Ambaye yuko shapo anaweza akasoma hapo. Mimi nina Biblia ya Kiingereza tu ndio. 18 ngapi? Ufunuo wa Yohana 18:2-4. Nasoma Ufunuo wa Yohana 2-4. 18:2-4 inasema kwamba akilia kwa sauti kuu akisema, umeanguka Babeli ule mkuu, umekuwa maskini ya mashetani na ngome ya kila roho mchafu na ngome ya kila ndege mchafu mwenye kuchukiza. 3, kwa kuwa mataifa yote wamekunywa mvinyo ya ghadhabu ya usherati wake, na wafalme na nchi wamezini naye, na wafanyabiashara wa nchi wamepata mali kwa nguvu za kiburi chake. 4 na mwisho inasema, kisha nitasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake, wala msipokee mapigo yake. Amen. Amen. Nafikiria kuna sehemu ulisoma vibaya, inasema habari ya maskani, sio maskini. Kuna zungumzo habari ya maskani, sio maskini. Kwa hiyo Biblia inatupatia angalisho kwamba tokeni kwake. Kwa hiyo wewe kama unajua hapa kuko sijui nini, Biblia ndio inatuambia tokeni kwake, sio mimi sijasema. Biblia inasema ukiona tabia ya ubabeli ipo sehemu, toka. Amen. Babeli ni tabia, lakini ilikuwa ni taifa, lakini ile taifa inazalisha tabia ambayo inaishi ndani ya yaani ndani ya makanisa. Kwa hiyo ukiona tabia, toka. Kama mwanadamu atakwambia kaa na hiyo tabia, basi sawa, lakini Mungu anasema toka. Amen. Amen. Na wasikupote vibaya kwamba wewe ndio umesababisha yeye kutoka. Ni Biblia, tumesoma ni Biblia. Biblia inasema toka. Ukiona tabia ya ubabeli ipo sehemu, toka. Sasa nishuke kidogo hapa kwenye issue ya walimu, elimu na Biblia inatuambia kitu kimoja, kwamba kuna wengine ambao hawakujaliwa kujijua siri za ufalme. Na hawatajaliwa kuzijua na hawatajuaga kabisa. Kwa hiyo wewe pinda, ufundisha, fanya nini ujuavyo, wao hawatazijua. Watasikia, wataelewa, wanaweza wakaangalia na hawataona. Wewe utafundisha unavyojua mpaka utachoka. Mungu alishasema hao hawatazijua, lakini wewe na wewe mwalimu kama mwalimu. Samahani ndugu yangu, ulezi unanisumbua kidogo. Dakika sekunde 3 tu naomba kidogo. Nipeleke mtoto kwa maji. Okay. Dr. Judge. Kuna swali, Dr. Judge alikuwepo kweli? Yes. Kuna swali ambao ndugu yetu Kiza ameuliza. Unaweza ukajibia kwa ufupi sana. Kwa ufupi sana kwenye maswali yake ambayo ameuliza, sababu tayari yameshazungumzika hapa. Naweza karudia kidogo ili nipate tena kauelewa. Okay, karibu Masudi. Wacha Dr. Judge baki simama. Tena sana kwa sababu nimekosea, naomba msamehe. Hakuna tatizo baba. Samahani sana kwa wote. Hakuna tatizo. Tukisoma kwenye hichi na tukizungumza, kuna ushahidi kwenye kitabu cha Luka. Tukisoma kwenye Luka sura ya 8 mstari wa 10. Kama kuna mtu ambaye anaweza kuwa na Biblia habari njema kidogo, inatoa Luka 8:10. 8:10. Luka 8:10 nasema hivi, akasema, ninyi mmepewa kuzijua siri za ufalme wa Mungu, bali wengine kwa mifano, ili wakiona wasione
na wakisikia wasielewe. Nitarudilia kusoma hii kupitia kitabu Biblia Habari Njema. Tusome kwenye Habari Njema. Ndio. Yeah. Habari Njema anasema hivi. Akasema ni nane? 8:10. Okay, 8:10 Luka anasema 8:10, hivi. yeah. Akasema, ninyi mmepewa kuzijua siri za ufalme wa Mungu, bali wengine kwa mifano, ili wakiona wasione na wakisikia wasielewe. Yeah, nafikiri hapo ni ushahidi tosha, na hiyo ndo shida inayotusumbua kwenye makanisa yetu leo, ni kwamba tunashika sisi wote kwamba tunajua, huyu anajua, ule ni mwingine anajua, na kila mmoja anaona huyu sio mtumishi na ule ndo mtumishi na mimi ndo mtumishi, na tunashindwa kujua kwamba kuna karama ambazo zimegawanyika. Kwa kumalizia, labda tu niseme kwamba mimi ni mtumishi na ndugu John Mwalelwa ni mtumishi, lakini mimi napotoa injili yangu hapa, naita watu njooni kwa Yesu, aidha naita watu njooni mkaponywe magonjwa yenu, nikaombea watu hapa, nikaombea watu kweli wagonjwa, lakini hakuna aliyepona. Lakini John Mwalelwa naye ukasikia kule naye anaombea watu na watu wanapona. Kwa hiyo hapa nani ataamua yupi mtumishi na yupi sio mtumishi? Sio kwamba kwa sababu mimi naombea watu hawaponi kwamba sio sijaokoka, na John Mwalelwa kwa sababu yeye ndo anaombea watu wanapona kwamba yeye ndo ameokoka. Hapana. Kinachotumika hapo ni karama. Amen. Kinachotusumbua kanisa zetu za leo ni karama. Kila mtu ajijue yeye ni nani, ule ajijue yeye ni nani. Ndio maana leo hii vita ni ngumu kuisha, kwa sababu hii kitu watu hawakijui kanisani. Tutakapokijua, vijana watapewa nafasi kanisani, kwa sababu mtumishi atajua karama ya kijana ni ipi. Wewe nafasi yako ni hii. Wewe ni mponyaji, wewe ni mwinjilisti, lakini unapewa nafasi ya shemashi. Aliyekuwa huyu ndo ana karama ya uombezi, anapewa, ndo anakuwa kondikteri wa kwaya. Kwa hiyo hapo kunakuwa na tatizo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Asante sana kwa changizo lako. Wacha niende tu moja kwa moja, kwa sababu mimi ni mwanafunzi wa Profesa Lumumba, na waga anasema kwamba mchezaji mzuri ni yule anayejua wakati wa kutoka kwenye uwanja. So wacha nimwalike, acha nijibu endapo kama nitakuwa nimeenda kombo zaidi kwa maswali ya ndugu Kiza. Pia kiongozi anaweza akanisaidia ama anaweza akatusaidia. Nafikiri kwamba kwa swali lako la kwanza kabisa, aidha niseme kwa maswali yako yote ambayo umeweza kuuliza, majibu yanaweza kuwa yamefungwa kwa neno moja. Viongozi wetu aidha watangulizi ambao wamekwenda kutuonyesha na kutuelekeza, wametuambia kwamba mengi yanayofanyika kanisani, mengi yanayofanyika ama yanayofanywa na viongozi, inakuwa moja ni kwa sababu tumejizima data. Acha nitumie lugha ya tume, nisiseme wame wasijua akasema kwamba tunawashutumu. Tumejizima data kwa kusema kwamba kwa kuapply doctrine zetu sisi kuliko ya kuapply doctrine ambayo Mungu mwenyewe ndiye kielelezi. Hiyo ni moja. Lakini pili, ambalo linafanya watu wanakuwa kwamba ati wachungaji wanapewa mamlaka ya kumpeleka mtu kwa shetani na kuomba kabisa maombi ya kumshindilia kule kwa shetani, ni utovu wa maarifa ya kimungu. Kwa hivyo watakapoelewa neno la Mungu vizuri kwa ufasaha, watakuwa na uwezo wa kujua nini tufanye na nini tusifanye, nini tutamke mbele ya watu na nini tusitamke. Nafikiri hiyo inaweza kuwa imefunga maswali ya kwendapo. Kama atakuwa nimeenda vibaya, naweza nikamwalika mchungaji aweze kusaidia, ili tuweze kukaribisha wengine kwa maswali na tuweze kujua jinsi ya kuweza kusambaratika, ili tusije tukakaa kwenye uwanja hadi watu wakatuchoka. Karibu mchungaji. Kabla mchungaji hajajibu. Karibu. Unaweza ukaachia video. Asante sana Mr. OMS. Habari za leo kwanza ndugu zangu. Salama. Samahani kwa kujoin nyuma kidogo, sababu nilikuwa sijui ratiba za kubadilishwa kwa siku ya leo. Nimeambiwa tu ghafla na kakadani hapo, na nikaa nimetafuta nafasi ili niweze kujoin. Kwa yote ambayo nimesikia masuala ya mavazi,
Sikia mchungaji akagusia pia kwenye masuala mavazi na vitu mbalimbali. Nisikia swali la kaka Bike Rouge pale, na pia nikasikia na hilo swali la H hapo. Maelezo mengi nimeyasikia hapa mwanzo, na naona labda mtakuwa mjenda mbali sana, labda hapo ndo kwenye mlianzia, na kama mmeenda mbali sana na maana mimi sikubaki nyuma sana, ila nataka nijibu hapa kwenye kaka H ameuliza hapa. Ameuliza tu kwamba mchungaji ana mamlaka ya kumtenga ya kumpeleka mtu motoni. Nafikiri hilo swali lilikuwa limeshajibiwa na mchungaji, hivyo angeleta tu nafasi labda ya kutoa maelezo kidogo, labda kitu ambacho naisha kipitia, kwa sababu sio tena kuuliza swali ikafanyika tena kama mada na muda unakuwa ni mdogo. Lakini swali mama ambalo lilikuwa ni kubwa, ameuliza tu kwamba je, ni halali mtu kufundishwa neno na Roho Mtakatifu? Hilo ndo swali lingine ambalo ameliuliza. Mimi nadhani hapo ndo na mimi nitajibu kidogo hapo. Ukweli ni kwamba tunashindwa kutofautisha vitu viwili katika haya mambo ya makanisa tunayozungumza. Na mambo ya makanisa tunayozungumza tujue kwamba ni mambo ambayo yamesimama upande gani, na tunao upande wa rohoni na tunao upande wa mwilini. Kwa hiyo tunapokuwa tunazungumza ya mambo, lazima tuwe tunajua tunatenga vitu vya mwilini, tunatenga na vitu vya rohoni. Na tunapokuwa tunauliza maswali, tuwe tunajibu kulingana na swali lenyewe. Likiwa linagonga mwilini, tunajibu mwilini. Wakati ambao tutafanya kumix swali la mwilini tukalijibu kiroho na swali la kiroho tukalijibu kimwili, we'll never make it together. Kwa hiyo jibu ambalo nataka nilijibu hapa, au na mimi kile ambacho nataka nichangie hapa, ni kwamba masuala ya rohoni na masuala ya kujifunza Biblia lazima tuweze kuelewa tu kwanza Biblia imetokana na nini. Kama tukielewa Biblia imetokana na nini, tutaweza kujua ni njia gani sahihi ya kuweza kufundishwa Biblia. Unajua, wakati niko hapa nilianza kusikia iPhone. Huyo iPhone hajataja jina, ndio maana sikumwandika jina. Alizungumzia swala moja, akadai ya kwamba mafundisho mengi sana ya Biblia yamesimama kwenye doctrine, na wakati wanakufundisha wana quote some verses kutoka kwenye Biblia ambazo zina support zile doctrine zao, na ndio mafundisho ambayo wanayafundisha kulingana na imani zao au kulingana na dhehebu lao. Lakini pia kama tunasema kwamba je, ni halali kufundishwa Biblia na Roho Mtakatifu? Sasa ikiwa kama haya makanisa ndo yanatufundisha kulingana na doctrine zao, nani mwingine atufundishe? Ikiwa kama tunataka kusoma au ikiwa kama tunataka kujifunza Biblia, nani mwingine atufundisha ambaye hata simama kwenye doctrine? Kwa sababu asilimia kubwa ya wengi na wenyewe bado wako kwenye doctrine, walifundishwa na doctrine na wakawa walimu, baadaye na wanaanza fundisha wengine na wale wengine wanakuwa walimu, na hivyo ndo gisi ile poison inaendelea kusambaa. Kwa hiyo tukiangalia hata leo, mchungaji atakoti kulingana na imani yake, mwingine atakoti kulingana na doctrine yake, mchungaji naye pale na doctrine. So tunapokuwa tunazungumzia doctrine hiyo ni utaratibu wa kanisa, ni utaratibu ambao upo kanisani, ambao unaongoza waumini au ambao unaongoza lile kundi kulingana na imani ya kumfuata Mungu au kulingana na imani ya kumfuata Roho Mtakatifu. Sasa kule kwa kaka Bike Rouge aliuliza swali la imani. Sidhani kama alikuwa anauliza maana ya imani ambayo mchungaji aliquote. Alikuwa anauliza dini. Kwa sababu imani, mimi ndo nilivyomuelewa, kwa sababu akiuliza imani itakuwa haina nafasi katika vitu tunavyozungumza, lakini akiuliza dini ndo itakuwa ina nafasi kwenye mambo tunazungumza, sababu dini ndo doctrine na ndo ambayo tuko tunazungumza hapa. Kwa sidhani kama alikuwa amelenga sana imani, kujua maana imani ni hii na hii. Nadhani alikuwa analenga sana dini, maana dini ndo doctrine. So dini ni kama vile ni Kiarabu, alafu kwa Kiswahili inaitwa kama ni njia. Sasa ndo njia ya kumtafuta Mungu. Sasa ile njia ya kumtafuta Mungu, that's the doctrine ambayo watu ndo wanakuwa nayo kulingana na mahali husika, kulingana na imani husika. Kwa hiyo sasa ukweli ni kwamba maandiko ya Biblia yako wazi na hayajatokana na mwanadamu, na hayajatokana na mwili, na hayajatokana na mtu yoyote. Maandiko ya Biblia yametokana na Mungu,
na tukizungumzia Mungu tunazungumzia kiumbe ambacho hakionekani. Maana yake ni Roho Mtakatifu. Anayekuambia kwamba hawezi kwenda kufundishwa kwa hizi schools za Bible, vitu kama hivyo, hajakosea. Na asionekane kwamba yeye ni wa kiroho sana au amefanya makosa, inatokana na hizo za doctrine ambazo tuko tunaziongelea hapo. Na vile vile pia inaweza kutokana na karama, kama Gisa alizungumzia ndugu yangu hapo, kwa sababu kuna watu wana uwezo wa kuongea na Mungu. Kuna watu wana uwezo wa kufundishwa na Mungu. Kuna watu wamepewa hivyo vipawa, kuna watu wamepewa hizo karama. Tunaposema nabii ni mdomo wa Mungu, tunaposema vitu vingi. Kwa hiyo kuna watu wana hivyo vitu ndani yao na Bwana anawafundisha au Mungu anawafundisha. Ukweli ni kwamba hakuna mwanadamu mwenye uwezo wa kutafsiri Biblia, mwenye uwezo wa kutafsiri Biblia kadiri na gisi Roho anapenda. Ilivyo. Ndio. Kadiri na gisi ilivyo, isipokuwa uwezo wa Mungu kwa ndani yako. Kwa hiyo ikiwa kama tunasema kwamba ni halali mtu kufundishwa na Roho Mtakatifu, tutakuwa tuna miss the point, kwa sababu maswala ya Biblia ni maswala ya rohoni, si maswala ya mwilini. Kwa tunapozungumza kwamba ni halali mtu kufundishwa na Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu ni nani? Na Biblia ni nini? Imetoka wapi? Imesimamia upande gani zaidi sana? Biblia ndio inatupa mwongozo wa namna ya vile tunavyoweza kuishi hapa duniani. Kwa hiyo kufundishwa na Roho Mtakatifu, huo ndio uhalali wa andiko au ndio uhalali wa Biblia. Tuseme Biblia ndio uhalali wa andiko. Kwa hiyo ni halali mtu kukuambia kwamba mimi siwezi kwenda kwenye hizi shule za Biblia, ninafundishwa na Roho. Wakati mwingine inatumiwa kama mazoea, au wakati mwingine inatumiwa kama kujiproud, au wakati mwingine inatumiwa kama kujionesha. Lakini hiyo ni kweli, ajioneshe asijioneshe, ajiproud asijiproud, huyo mtu sio kumbishia. Hiyo ndo ukweli wa maandiko. Nimeishia hapo. Okay. Naona tuko sawa, sio vibaya, kwa sababu hapa tunazungumzia kuhusu elimu na kanisa. Kwa hivyo tunapozungumzia hayo, nafikiria kwamba tutakuwa tuko vizuri zaidi. Ila tu nina swali kidogo kwa kaka yangu, sababu huyu ni kaka yangu. Swali yangu ni kwamba kama jinsi ambavyo umezungumza ni vizuri, lakini nimependa jambo moja, kwamba ajivune asijivune, hiyo ndo halali. Sasa swali ni hivi, kwa upande wa mtu akisema kwamba mimi siwezi nikaenda kusoma either kwenye chuo fulani cha Biblia kwa sababu mimi nafundishwa na Roho, then at the end karakta za huyo anayefundishwa na Roho zikawa ziko tofauti na hazielekezani kabisa, hazielekei mwelekeo wa Roho jinsi anavyohitaji, na mchukuliaje mtu kama huyo? Okay. Mimi ndo najibu. Yes. Okay. Ukweli ni kwamba Mungu anaweza kutumia kitu chochote, haijalishi kiko namna gani. Au Mungu anaweza kufanya jambo lolote, haijalishi kiko namna gani. Sisi wanadamu ndo tunaweza kujudge. Okay. Sisi wanadamu ndo tunaweza kutoa itilafu za mtu. Sisi wanadamu ndo tunaweza kusema, kutenga huyu mtu yuko hivi, huyu mtu yuko hivi. Lakini mwenye siri ya maisha yako, mwenye siri ya maisha yangu, mwenye siri ya jinsi mimi nilivyo ni Mungu peke yake. Hata mume wake au mke wake hawezi kujua siri ya huyo mtu isipokuwa Mungu peke yake. Kwa hiyo kwa hali ya kawaida ya ubinadamu, ukweli ni kwamba huyo mtu kama ataclaim kusema kwamba anafundishwa na Roho, alafu nje bado tunaona tabia zake au tunaona mienendo yake haifanani na kile ambacho wakati mwingine hata mtu asiyefundishwa na Roho anasoma kwenye maandiko, huyo mtu tunaweza kuchukua itilafu, tunaweza kusema chochote kuhusu yeye, lakini haiwezi kumzuia mtu kufundishwa na Roho. Yani chochote ambacho kiko kwake haiwezi kumzuia kufundishwa na Roho, but tunaweza kumchukua na hizo itilafu, lakini haimzuii Mungu. Yani sio tunaziona hizo itilafu, ila haiwezi kumzuia Mungu. Na tunaweza kujudge, tunaweza kumsema vibaya, it's right, yani tuko sawa. Na Mungu anaipokea hiyo kwa sababu ndivyo alivyo. But you know, transformation takes time. Hata Mungu anaelewa hicho kitu. Kwa hiyo mtu anaweza kaanza hivyo na akamwambia nafundishwa na Roho, but still angaliki pale pale, hajabadilika sawa sawa. But Mungu ndo anajua anampeleka wapi na atafika wapi. Kwa hiyo naweza nikajibu hivyo kwamba uko sawa kumwongelea tofauti, lakini
Usiende ambako Mungu hajafika au kafika, ndo tunakosea. Ndio. Akiklema anafundishwa na Roho, msikilize hivyo hivyo. It's none of your business. Au anafundishwa au afundishwe, it's none of your business. Msikilize hivyo hivyo. At the end of the time, kuna watu ambao wamekuwa na mambo mabaya, vitu vikubwa ambavyo hata watu wakisikia wanaogopa, lakini leo hii ni watu ambao ni wataratibu, wapole, hauwezi ukafikiria kama alikuwa kwenye hayo maisha. Yeah, kwa hiyo ni hivyo, haimzui Mungu basically. Haiwezi kumzuia Mungu kufanya chochote kwa mwanadamu. Si ndo tunaona hizo itilafu, lakini haiwezi kumzuia Mungu. Okay. Asante sana, nimeshukuru sana kwa jibu lako ambalo umeweza kulitoa. Wacha nimwalike mchungaji endapo ana la kuongezea. Naweza la kuongezea hapo kidogo tu. Samahani kidogo, ngoja tujibu maswali. Na najua hii ni swali yako pia ambayo tutatakiwa tuijibu shemeji. Ndio. Ngoja tuijibu kwa sababu kulingana na muda wetu, ngoja tujaribu kukimbizana kidogo. Nataka tu niache na ongezea kidogo kuhusiana na papa alichosema hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yeah. Mimi ni mhudumu na mimi maombi naendaga kuanza Afrika, hata Marekani kisha tokea sana. Mtu ana claim hawezi kwenda kusoma Bible kwenye college fulani au shule fulani afundishwe Biblia, yeye anafundishwa na Roho. Alafu tumefika wakati wa yeye kutoa neno, anaanza kutoa vitabu ambavyo havikuwaki kwenye Biblia. Je, huyo mtu hayo maandiko ameyatoa kwa Roho Mtakatifu? Wewe anamfundisha? Ndio aliyemfundisha hayo maandiko ambayo hayakuwagi kwenye Biblia. Mimi yashawahi kutokea, tupo kwenye huduma ya maombi, mtu anajazwa anasema kwamba someni Mathayo mstari wa anda na anda, kwa Kibembe anda na anda, sijui hata kwa Kiswahili tunaweza kuitaje hapa. Mtu ana claim kwamba someni Mathayo anda na anda. Atuelewi Mathayo anda na anda ndo nini? Na una claim unafundishwa na Roho Mtakatifu. Je, huyo mtu ndo Roho Mtakatifu amemwambia someni Mathayo ngambo na ngambo au vipi? Ni swali tujibu. Ya, nataka unijibu. Aliongeza kwenye aliongeza kwenye lake. Ulisema kwamba tumchukulie huyo mtu hivyo hivyo. Je, hiyo hiyo tumchukulie aje kuhusiana na hayo maandiko? Je, yametokana na Roho Mtakatifu au ni ametokana na mengine yake anayo claim kwamba yeye anafundishwa na Roho Mtakatifu? Labda kuna watakatifu wengi sana. Asante sana. Kwa haraka tu ni kwamba God is not the author of confusion. Mungu sio Mungu wa machafuko, na ikiwa kama Mungu sio Mungu wa machafuko, basi hawezi kuleta vitu vya namna kama hiyo ili alete machafuko mbele za watu. Na katika hizi maombi vitu kama hivyo, kuna watu wanatumiwa na Mungu wa kweli, na Mungu anawatumia kiukweli, lakini pia kuna wengine ambao katika hizo njia tu za kumtumia Mungu wanajikuta wanafanya michanganyo. Na watu kama ni wale ambao unakuta hawako sawa na Mungu. Unajua Mungu anakaa mahali ambako pametulia, mahali ambako pamekaa sawa. Kwa hiyo watu kama unakuta wako sawa na Mungu, but still wanataka ile hali tu ya kuonekana kwamba wanajazwa na Roho au wanafanya huduma za Mungu, vitu kama hivyo. Lakini ukisikia vitu kama hivyo kwenye maombi ambavyo vinakoti maandiko kwenye Biblia alafu hayapo, nilifikiria kwamba utataja baadhi ya vitabu ambavyo havipo kwenye Biblia ya maandiko ya hizi 66 book. Nilifikiri kwamba ndo utaenda huko, kwa sababu yes, there is some books ambazo ziko kwenye Biblia lakini bado ziko, na ambazo zilikuwa zinamtukuza Mungu, na ambazo zimekuwa reference kwenye Biblia. Kuna baadhi ya books zimekuwa reference kwenye Biblia lakini hatuzioni hizo books kwenye hizi 66 book. Kwa hiyo nilifikiri labda utaenda huko, ningekwambia kwamba yes, huyo ni Mungu. Lakini kusema kwamba utuambie Mathayo alafu ukwambie vitu ambavyo havikuwa kwenye Mathayo, that's a confusion, na Mungu hayuko hivyo. Kwa hiyo kifupi tu ni kwamba huyo si Mungu. Yaani basically nitakwambia tu huyo si Mungu, period. Huyo si Mungu. Na ndo wengi wao wana claim kwamba ndo usiseme wengi. Ukisema wengi unakosea.
huyo ambao umemsikiliza ni huyo huyo tu, usiseme wengi wao. Hata na mimi unaniweka hivyo, yanawatokea hayo. Asante sana ndugu zangu, asante sana, tumependa sana hiyo. Karibu mchungaji, endapo kama kuna la kusaidia ili niweze, sababu muda na wenyewe umetutenga kabisa. Karibu kwa dakika moja sana, na ngoja tusaidie hapo tumalizie kidogo. Ni kwamba mada zilikuwa nzuri na hiyo ni point nzuri sana. Kitujaribu sana next time tusimame sana kwenye mada na ambayo tunakuwa tumeweka mezani kipindi tunatoa maswali, kwa sababu isiwe inatuchukua muda mrefu sana. Na kitu kikianza hivi na tumekiona kina umuhimu na kina faida kwetu, hakiwezi kikaishia hapa. Kinaweza kikawa endelevu ikiwa tunajiwekea utaratibu mzuri. Kwa hiyo ngoja tujibu kidogo hapo. Ni kwamba pointi ni kwenye mtu kukataa kusoma Biblia au theology akaclaim kwamba anafundishwa na Roho Mtakatifu. Kwanza ni yule mtu kutokuelewa kwa nini theology ipo, na wale wanaofundisha theology au kule tunapofundishwa theology hatufundishi na mtu, tunafundishwa na huyo Roho. Tunapokwenda, mimi ninapofundisha siwezi nikafundisha yanayotokana na mimi. Ni sawa sana ninapohubiri, siwezi nikahubiri yanayotokana na mimi. Na mwalika Roho akaje akafanya nini? Akafundishe. Kwa hiyo wakati ninafundisha, sifundishi yanayotokana na mimi, nafundisha yanayotokana na Roho. Kwa hiyo tunapokuwa kwenye theology, watu ni zile fikra, ndo pale ambapo ndugu yangu ndiko nalikuwa nasema ni ukosefu wa maarifa. Maana mtu anayekosa maarifa siku zote anaona vitu vingine ni vya ajabu ajabu, maana hana knowledge. Na kuna watu, nimesema hapo mwanzo kwamba kuna watu wanakwenda kusoma Biblia, hawaendi kusoma kwa sababu ya kutafuta knowledge au maarifa, wanakwenda kusoma kwa sababu ya kutafuta vyeti. Kwa hiyo hata huyu anayeclaim kwamba mimi siwezi nikakwenda kusoma theology, kuna elimu fulani amejijengea yeye, ni tofauti. Lakini ingekuwa anaelewa kwamba ninapokwenda kusoma theology ni sawasawa na huyo mtu hata kanisani akwaje anafuatilia mafundisho ya kanisani. Kwa sababu ikiwa wewe unakataa kwenda kusoma Biblia au masomo ya Biblia, ina maana wewe haukwaje unafundishwa na mtu mwingine yoyote, hata kanisani hauwezi ukapata mafundisho. Kwa sababu yale tunayoyafundishwa kwenye theology hata makanisani yanapitika. Ina maana mwalimu ni yule, hata wewe unayotufundisha. Sitakukubali ikiwa sijaamini yule Roho kutumia ni Roho wa kweli. Kwa hiyo ni sawasawa na vile unavyoshindwa kuamini mwalimu mwingine ambaye anaweza akafundisha ni somo fulani. Sasa tunaposema kwamba unafundishwa na Roho, hatujakataa, sisi sote tunafundishwa na Roho. Kwa maana kama alivyosema ndugu yangu OMS tax. Okay. Ni kwamba Biblia haijaandikwa na mtu tu kwa sababu ameamua kuiandika. Biblia imeandikwa na nani? Na Mungu. Ni sauti ya Mungu. Tunasema ni sauti ya Mungu. Na tafsiri ya Mungu tunasema ni Roho. Na kama huyo Roho ndo anafundisha, hata hiyo Biblia tunakwenda sasa kufafanua. Nikasema watu wengi tunashindwa kuielewa hii Biblia kwa sababu tunaisoma kwa juu. Tunaisoma kwa juu na tunakariri maandiko. Kuna mtu anaweza akasema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Lakini umuulize ni wakati gani anatumia hiyo lugha. Na amesema Bwana ndiye mchungaji wangu. Unakuta mtu anasema waandaa meza mbele ya watesi wangu. Unajiuliza huyu mtu anasema hii neno, anaandaliwa meza mbele ya watesi wake, amepigana vita na nani? Na alikuwa kwenye vita gani mpaka aseme maneno ya waandaa meza mbele ya watesi wangu? Ni kwa sababu hajui anachokizungumza, hajui anachokisoma, ila anakariri kwa sababu imeandikwa. Lakini anayetamka neno waandaa meza mbele ya watesi wangu, meza ni karamu. Anayeandaa karamu ni mtu aliyepigana vita na kushinda. Ndo anayeandaa nini? Anaandaliwa meza, anaandaliwa karamu. Sasa wewe unakuta mtu hata hawa kuimba, unakuta mwanaume anaimba walionizalisha wamenikimbia. Ni mwanaume huyo. Ni kwa sababu ya kukosa nini? Maarifa. Na utasikia huyo mtu alikuwa kiroho. Na anasema tulikuwa kiroho, aliyenizalisha amenikimbia.
ni mwanaume na anasema ana claim alikuwa kiroho. Unaona, ni hiyo tunaita ni ukosefu wa nini? Wa maarifa, ukosefu wa elimu. Kwa hiyo elimu sio kwamba mpaka uende kusomea uende kwenye chuo. Hapana. Ndio maana nimesema hata kwenye makanisa yetu, ndio pointi ambayo tulikuwa nayo, kanisa na elimu. Hata kwenye makanisa yetu ukosefu wa mafundisho na ukosefu wa uwingi wa neno la Mungu unasababisha watu wengi kutokuwa na maarifa, na ndio maana tunaangamia kila siku. Na ndio maana kuna watu wanajiita majina. Leo hivi unakuta watu wanajiita wana wa manabii. Ukiwauliza wanajiita wana wa manabii, baba yao ni nani hawajui. Ila wamejiita kwa sababu wasikilike, ni jina tu. Ni wana wa nini? Wa manabii. Baba yao ni nani? Kwa ni kikundi fulani kamejitengenezea tu, sisi ni wana wa manabii. Lakini wangepewa elimu kuhusiana na unabii na wakifundishwa kuhusiana na unabii, labda wengine hawawezi wakafanya mambo ya mizaa ambao wanaifanya. Ndio alivyosema ndugu yangu, nimemfuata vizuri sana, nimependa sana alivyojibu. Ni kwamba roho wa Mungu watu wengi tunamchukulia kama mizaa. Mungu hapendi vurugo, na Mungu sio mtu wa fujo. Mimi niliwahi kuwa kwenye kanisa, mtu anajali anasema kwamba kesheni bila kuomba, na amejazwa huyo roho anasema kabisa kwa lugha, kesheni bila kuomba. Hayo tunaita ni roho. Na watu walisimamishwa ibada, watu wakaambiwa wakae kimya, tusikilize anavyosema. Unaona? Kwa hiyo tunafanya mizaa na jina la Mungu pasipo sisi kuelewa, na leo hii tunashindwa kuelewa ni umuhimu gani ambao tuko nao kwenye kufundishwa. Hatuelewi umuhimu na maana ya kufundishwa. Ndio maana kila mtu anajichukulia Biblia tu, akijua kusoma andiko kwenye Biblia anajikuta tayari amemaliza. Lakini hatutakiwi kukariri Biblia. Biblia tunatakiwa tuitafakari na kuitafakuri. Wewe umeenda kwenye chuo, wewe hujaenda kwenye chuo, Biblia haisomwi kwa kukariri. Na ndio maana tunashauri mtu unapokwenda kusoma Biblia, kabla ya yote mualike Roho akupe uwezo wa kutambua na kujua kile unachokwenda kukisoma ili uelewe. Kwa hiyo ukienda kuisoma tu Biblia tu kwa sababu ni kusoma kawaida, utasoma vitu na utaangalia, utakuwa unavisoma sawa sana unavyosomaka gazeti kama gazeti lingine. Lakini ukiisoma kwa kumwalika Roho akuongoze, ujue na upate kuelewa kile unachokwenda kukisoma, basi hapo hautakuwa unatuchanganya kila siku. Kuna mtu ananiuliza swali, teolojia imeandikwa wapi kwenye Biblia? Ukosefu wa maarifa. Sasa ukiniuliza teolojia imeandikwa wapi kwenye Biblia, ni mfano wa kuniulizia kama historia imeandikwa wapi kwenye kitabu cha historia. Na tukisema historia, nasoma historia iko na elimu yake, tunasoma geography iko na elimu yake. Na maana hata Biblia tunaisoma, ina maana ni elimu, ama theolojia inasema theolojia ni elimu ya Biblia. Tunaposoma science zoology ni elimu sijui ya mifugo, sijui ya wanyama. Kwa hiyo hawezi tena kuja kuniulizia wanyama wameandikwa wapi kwenye kitabu cha wanyama wameandikwa wapi kwenye kitabu cha zoology. Sasa utakuona kama umechanganyikiwa. All right. Asante sana, nashukuru sana kwa maswali na majibu ambayo tumeyapata. Nafikiria kwamba muda wetu ndo unatuacha, japo watu kabisa wanahitaji kuzungumza ya moyoni. Wacha tu kwanza, kabla ya kuendelea, nimkaribishe Dani aulize swali yake, then Dr. Jaja, halafu nitaangalia kama tutakuwa tumebaki angalau hata na dakika 2. Karibu tu, jaribu kwa wafupi, na ikiwa kama ni swali iwe fupi na jibu yake itoke kwa ufupi zaidi, kwa sababu tumeshakaa kwa muda mrefu. Karibuni. Ndio, asante. Nashukuru kupata nafasi. Kwa majina naitwa Dani Belteshaza. Ni mwimbaji. Mimi ningependa kugusia mada kwa sababu naona kidogo tuko vizuri, lakini kidogo tunaenda kidogo tumetoka kidogo, tunataka kuacha mada yetu. Yes. Mada yetu nafikiri ni elimu na kanisa. Mimi binafsi nilikuwa na mimi ni kijana ambaye napendaga kuchokonoa vitu tu. Kwa watu wa nje wanaitwa nani? Wachokonozi. Wewe ni mchokonozi. Wachokonozi.
ya mimi ni mchokonozi wa mambo ya watu ambao wapo kanisani, japokuwa mimi ni kijana wa kanisa, lakini waga na wachokonoa vijana wenzangu wa kanisa, kwa sababu naonaga kuna mahali tunakwama sana kwenye makanisa. Binafsi nikiangalia swala la elimu kanisani, halipo kwangu mimi, halipo. Na ningekuwa na mamlaka, ningeweza kusema labda hizi kanisa baadhi zifungwe, ziache kabisa, kwa sababu hawajui nini ambacho wanakifanya. Amen. Kwa sababu gani nasema hivyo? Okay, nimemsikia mchungaji Chris na nimewasikia wote waliozungumza pamoja na kiongozi wetu wa vijana huyo. Kuna pointi mbili ambazo amezizungumza, nataka niwaulize maswali waweze kunijibu, na kama sio maswali basi mimi nitaacha tu tafakuri ambayo wote tutaitafakuri, kila mtu kwa nafasi yake. Ni kwamba je, tunaamini kweli tumeshaujua ukweli hivi ambavyo tunasali makanisa toka tulivyozaliwa mpaka hapa tulipo? Tunaamini kweli tumeshajua ukweli? Mimi kwangu binafsi naamini kabisa kuna sehemu bado hatujajua ukweli. Na kwa nini hatujajua ukweli? Elimu ambayo sisi tulifundishwa au elimu ambayo wamerisishwa mababa zetu au mababu zetu, nafikiri kuna kitu ambacho wamefichwa kikubwa ambacho sisi hatukijui ukweli. Na kwangu mimi ndo nilikuwa napendelea labda vijana wa sasa hivi tutafakari ni wapi tumekwama, kwa sababu naona kama ukweli haupo, kwa sababu Biblia inasema hivi, ukijua ukweli na kweli itakuweka huru. Je, tunaamini kwamba tuko huru? Mbona ni kama bado tumefungwa na tuko makanisani? Kwa nini tumefunga na tuko makanisani? Mimi ni mwimba kwaya, nilianzaga kuimba kwaya, nikaongoza kwaya pia, lakini nikaacha. Sasa hivi naimbaga tu mambo ya sifa na maabudu. Sasa nilikuja kuangalia kuna vitu ambavyo kwenye Kiswahili sasa naweza nikasema tunaskemiwa kanisani. Vijana wanaskemiwa kanisani kwa sababu unawekeza muda wako mwingi sana kanisani, alafu kuna vitu ambavyo hauvipati kanisani. Kwa nini nasema hivi? Kijana anaweza kaingia kanisani miaka 10. Sawa? Mwambie asimame aombee tu sadaka, hawezi. Kijana anaingia kanisani miaka 10, mwambie akusomee 3 vitabu vya Biblia, hawezi. Sasa unajiuliza kanisani anafanya nini huyo kijana? Na usimlaumu huyo kijana, mlaumu kiongozi wake. Ina maana huyo kiongozi hajui nini anakifanya. That's why niliuliza hivi, je, mnaamini kweli tumeshajua ukweli? Na huo ukweli je, unatuweka huru? Na hivi tuko huru? Je, uko huru na Mungu wako? Je, uko huru? Yani hatuelewele, yani tunaishi kwa kubangaiza hivi. So kuna mahali ambako hatujui nini ambacho tunakifanya. Kwa hiyo tafakuri ambao labda naweza nikaacha, nisiulize swali kwa sababu muda umeshaenda. Utafakari tu. Je, tumeujua ukweli? Na je, tuko huru? Na hivi tunavyoishi makanisani, hivi tunaendeleaje mpaka hivi? Kwa sababu unajiuliza, mimi wazazi wetu tuliwakuta wanahubiri neno la Mungu nini na nini mpaka hivi. Kuna vitu ambavyo tumeaminishwa, kuna imani ambazo tumezipokea, kuna mafundisho ambayo yametupokea. Binafsi mimi kuna mengine naona kabisa yanatuschem, yanatupotezea muda. Kwa sababu nasema hivyo, tunaambiwa tuamini, baadaye unakufa, unazeeka, hakuna ambacho umekipata, na umesali sana, umefanya nini? Kwa sababu ya kukosa maarifa na kukosa wale watu ambao wametusimamia. Hakuna maarifa ambayo wanayo, ambao wanayarisisha ndani yetu, ambao tunayapokea na sisi anatufanya tuweze kuchipuka na kutoa kitu ambacho kinaleta matunda. Kwa mtu anaweza kukaa kanisani miaka 10 lakini hakuna kinachoendelea. La kwangu la mwisho, sawa? Mtumishi kiongozi wa vijana amezungumzia, amesema hivi, tunaishi kwa alikuwa Pastor Christ akasema tunaishi kwa kukariri. Yes, tunaishi kwa kukariri, na wachungaji wengi wa sasa hivi, that's why mimi nasema kuna makanisa mengine yafungwe tu, kwa sababu hatujui nini tunakifanya. Kujua kusoma Biblia au kujua kusomea theolojia au kujua maandiko au kujua mahubiri sio lazima ufungue kanisa.
Ndio kile ambacho kaka Faraja anasema. Watu wamejisahau sana, watu hawajui mambo hata ya huduma, watu hawajui huduma yangu nini, yaani watu hawaelewi. Kwa hiyo unajikuta mtu anaishi kwa kukariri. Kwa mfano mimi, right, nilizaliwa namkuta babangu anahubiri, anafanya mambo mengine, na mimi najua neno, na mimi naanza kuhubiria vijana wenzangu, nafungua kanisa. Sasa najiuliza nafanya nini na niko nafanya nini? So kuna watumishi wetu ambao wanatusababishia sisi kama vijana tunaochipuka tushindwe kuelewa nini ambacho tunakifanya kanisani. Kwa mada yetu ya kanisa na elimu, mimi naweza nikasema kwamba elimu haipo kanisani, bali kanisani tunaishi kwa kukariri. Sasa kama vijana wa sasa hivi, na waombeni sisi ambao tunatafakari vitu kama hivi, tutafakari kwa upana zaidi, sio kwa kubahatisha bahatisha. Tujue wapi tumekwama ili tuweze kuwakomboa wazee wetu na wale waliotutangulia. Asanteni sana. Asante sana ndugu Dani, nashukuru kabisa. Samahani kidogo Bwana John. Okay. Yeah, najua watu wengi wanatamani kuongea na muda bado kwetu, tunasema tumepanga muda wa kuanza lakini hatukupanga muda wa kumaliza. Na hii ni topic ambayo watu wengi wameitamani sana na wameifurahia sana, na kuna watu wengine mpaka sasa hivi najua, naamini bado wana maswali ya kuuliza. Lakini kitu kimoja ambacho tunaweza nikatamani kuongea ni kwamba ikiwa kuna mtu ana swali, tafadhali sana tujikite kwenye kanisa na elimu zaidi sana. Swali letu linasema je, kama sijakosea, ngoja nikasome. Swali linasemaje ndugu yangu? Nisaidie hapo kidogo Johnny. Mada yetu inasema hivi. Ni short kabisa na clear. Nasema je, kanisa linawajenga au linawapoteza vijana kielimu? Kwa hiyo ikiwa kama tuko hapa tukiongeza mambo mengine, kuna topic ambazo watu wengi wameshazizungumza. Na hizo topic ni nzuri tukiziweka, maana tumeshazipokea na tumeona ni muhimu nazo kuzungumzwa. Kwa hiyo tungeziachia nafasi zitengenezewe siku na tukazizungumzia. Kwa mfano, kuna topic ya watu kuhusiana na kufundishwa na Roho na Biblia na kusoma, kufundishwa na Roho na kujifunza theolojia. Ni topic nzuri ambayo inaweza kuzungumzwa kwa wakati mwingine. Lakini tunapojikita kwenye, ngoja nifafanue kidogo hapa. Tunaposema kanisa na elimu, na msaada gani unatokana kwa vijana wetu kupata elimu. Tumezungumzia elimu sio tu kwa sababu ya elimu ya kanisani. Maana watu wengi tulijikita sana kwenye elimu ya kanisani. Lakini tulipokuwa tunazungumzia pointi ya elimu, labda mtatusamea, labda sisi ndo hatukufafanua vizuri. Lakini pointi ya elimu hatukutaka tugusie tu, na tulitazamia maswali mengi yatakuja huko, kwa sababu tulitamani tusikie elimu zaidi sana ya kawaida. Asilimia kubwa, mfano vijana wetu tumekuja Marekani, kuna wale ambao wamepata opportunity ya kusoma Marekani, kuna wale ambao walikosa opportunity ya kusoma, lakini opportunity zipo, wakiweza kuongozwa na kuonyeshwa njia. Hizo ndo tulitamani sana ziwe topic, ndo tulitamani sana ziwe mada za leo. Lakini najua tulijikita sana kwenye kanisa sana, tukasahau upande wa elimu sana. Elimu tuligusia sana, tena elimu ya Biblia sana, tukasahau elimu ambayo tulitamani sana kuizungumzia, ilikuwa ni elimu ya kawaida. Tofauti na nini ya Biblia. Pale tulipokuwa tunagusia, yani maana tunapogusia kwenye Biblia, tulikuwa tunagusa kwa sababu gani? Tumegusa kanisa. Ina maana pointi kubwa ilikuwa je, vijana, kwa sababu tunakuja kukuta vijana wengi wapo makanisani. Nataka mnielewe. Vijana wengi wapo makanisani lakini hawako busy na elimu ya kawaida. Vijana wengi wapo makanisani lakini hakuna njia wanazoonyeshwa ili waweze kujikita kwenye elimu za nini? Za kawaida. Wengine, kuna pointi nikasema hapo nyuma, kuna hata wachungaji, na hapa ndo nilipatia watu mwangaza. Kuna wachungaji, mtoto akimaliza shule, kwa mfano amemaliza high school, kuna mchungaji anakuja anaanza kumtafutia yule binti mwanaume wa kumuoa. Eti mtoto wa fulani amemaliza high school. Kuliko yule mchungaji achukue basi hatua ya kusaidia yule mtu, labda anaweza akaongeza elimu ya ziada kupitia kanisa. Msaada utoke kwanza kupitia kanisa.
Maana labda yule mtoto kwa upande wa wazazi akukuwa na nafasi ya kumfanya nini, ya kumwonyesha njia sahihi za kuweza kuendelea na masomo. Lakini ikiwa wewe mchungaji wa kanisa au wewe mtumishi wa kanisa, unazo njia ambazo unazijua ambazo zinaweza zikawa msaada kwa yule mtu ili afikie malengo au maono yake ya baadaye. Unaita mtu ofisini kwako kama mchungaji, kuliko kumuuliza una maono gani baada ya kumaliza shule. Unaanza kumwambia hapa kuna mwanaume fulani hapa anatafuta mwanamke wa kuoa. Kwa hiyo huyu mtu hana msaada wowote kanisani. Cha kwanza, umeanza msaada unaanza kukosekana wapi? Kanisani. Yeah. Na hapa ndo kulikuwa pointi yetu. Kwa hiyo ikiwa una swali, tujikite sana hapa, itapendeza zaidi. Ni kitu kanisa, swali ni je, kanisa inakuwa ni sababu ya vijana wengi kushindwa kuendeleza maono yao? Jibu kwangu mimi nilijibu. Alipokuja kunisolicite mimi nilimjibu ndio, na ndio maana alinipa nafasi nije kujibu haya maswali hapa. Nilimjibu ndio. Kwa nini nilijibu ndio? Nataka watu wapate mwangaza, ili utapokwenda kuuliza swali, uulize swali ambalo litakuwa kwenye mwangaza mzuri zaidi. Nikamjibu ndio. Kwa nini? Makanisa yetu hatuna mafundisho. Tumejikita sana kwenye mahubiri, pale niliposema kwenye mahubiri ya mahistoria, na hii inatokana na nini? Kwanza, mchungaji alienda kuanza kanisa, hana maarifa, hana ile ufahamu wa kila anachokwenda kukifanya kwa ajili iwe msaada kwa jamii. Amefungua kanisa kwa sababu iwe msaada kwake yeye binafsi. Lakini angefungua kanisa kwa malengo ya kwamba uje kuwa msaada kwa community ya watu wengine, ama kwa community zetu, au msaada kwa watu wengine, hapa ndo tungekuwa tunapata elimu kuanza kanisani na mpaka wapi? Mpaka mitaani. Lakini kwa sababu mchungaji au kanisani tuna wachungaji ambao ni viongozi, lakini si viongozi, ni viongozi wa hali zao binafsi. Hapa bado ndo kuna swali ambalo ndugu yangu aliuliza, je, tumeshajua kweli? Maana kuna watu waliuliza ukweli gani? Tumeshajua kweli? Na kweli ambayo tunazungumzia ni ile kweli ya sisi kutoka kwenye hali ya upumbavu. Ninaposema upumbavu, leo hii kama tunashindwa kutengeneza vijana, yes, kama tunashindwa kutengeneza vijana leo, ina maana tunatengeneza wazee wapumbavu wa kesho. Tunatengeneza wazee wajinga wa kesho. Wazee wa ovyo. Wazee wa ovyo. Maana kama tumetengeneza vijana wa ovyo, ina maana tutegemee wazee wa ovyo. Wazee wa ovyo. Kwa sababu tunapokuwa sisi vijana tunashindwa kutengenezwa kwenye hali ya kujua kweli, iwe ya neno la Mungu, tujue kweli ya nchi hii tunayoishi. Kuna opportunity nyingi ambazo tunaweza tukazifanya sisi wenyewe kujitafutia na watoto na watoto wetu wakasoma kupitia makanisa, na sio tu kupitia makanisa, hata kupitia jamii zetu, hizi community zetu za Mabondo na vingine. Unaona, zinaweza zikasaidia watu kufanya nini? Kusoma. Lakini hatuna huo muda. Maana hao ambao wako makanisani wachungaji tena unakuta ndo wa president wa Mabondo, lakini elimu anayoifundisha kwenye hiyo huko kwa Mabondo na kanisani tunakuta ni nini? Wanakuta ni elimu ile ya mwache kukunywa pombe tu, ni elimu twende tusherekee, tukule na kukunywa. Wanafanya sherehe ambazo ziko muvide. Unakuta state wanafanya sherehe ambayo haina teme. Yaani ni sherehe sijui independence ya Kongo. Independence ya Kongo ni sherehe wanaenda kufanya ya kukula nini? Ya kukula na kunywa, na wanacheza muziki ba DJ na ba MC, wanarudia wapi? Wanarudia nyumbani. Swali, kwenye ile sherehe kulikuwa na topic gani ambayo itakuwa msaada kwa watu? Kulikuwa na topic ya kukula na kunywa. Tumesherekea Mabondo pamoja. Na wanaoongoza hivyo vitu tena ni wachungaji, watumishi makanisani. Kwa hiyo bado msaada wa elimu umefanya nini? Umepungua. Lakini tungekuwa kule hata kwenye masherehe tunatoa topic za kufundisha watu wajue kweli, iwe ya neno la Mungu, wajue kweli kwa ajili ya maisha ya baadaye. Mnatuambia hata kufundisha, sijui anafundisha na ndugu yangu Joseph, bahati nzuri amepandisha mkono, yuko hapa, kufundisha mila.
Sasa hata hiyo mila na desturi kwenye hizo sherehe amuifundishi. Kwa sababu gani? Hata mila na desturi imeshapotea, iwe kwa Wabembe, iwe kwa Wafuleru, iwe kwa wanani, watu wote, community zetu, especially Wakongomani. Asilimia kubwa tuko hapa ni wengi na Wakongomani. Tumepoteza asili za kabisa, na tumekuja kufata mambo mengine tofauti. Tunakuja kulewa na pesa. Unakuta mtu umeozesha mtoto wako, pesa zinafanywa budget ya kwenda kufanya nini? Ya kwenda kununua parcel Kongo. Una vijana wako ambao labda ungewekeza zile pesa zikawasaidia kielimu, waendeleze masomo, lakini zile pesa wewe unakwenda kuziwekeza wapi? Kununua maparcel Kongo. Yule mtoto anapomaliza high school, yule mwanaume, yule kijana, unamwambia ingia mkampani ujitafutie pesa za kuoa. Lugha inayotoka kinywani mwako sio ajitafutie pesa za kuendeleza elimu. Tena unamwambia ingia mkampani ujitafutie pesa za kufanya nini? Za kuoa. Elimu. Na utakuta huyo ni mchungaji wa kanisa, utakuta huyo ni mtumishi wa kanisa, lakini elimu anayoitoa hapo, yani iko finyo. Tunatengeneza nini? Wajinga wazee wa baadaye. Asanteni. Kuna maswali hapo? Najua tumeelewa topic ambayo tuko nayo. Hatuwezi tukazuia watu kuuliza maswali. Samahani sana. Asante sana, nashukuru sana kwa sababu umetoa mwangaza. Nimkaribishe Dr. Jaja. Tujaribu tu kuwa wafupi, tuvae shoti wakati mwingine ikiwezekana. Kule Kenya sisi ukisikia mtu anasema panti, yani ni chupi. Kwa hiyo ikiwezekana